wa halmashauri, nashukuru kwa nafasi hii. Naomba nijielekeze ukurasa wa 34 kwenye hoja hizi ambazo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ameomba zifungwe. Tupite, lakini sasa mimi naomba kuchangia maoni kidogo. Mheshimiwa Mwenyekiti, hoja namba 215(2), matumizi yasiyo sahihi ya fedha zilizotolewa kwa VIM SACCOS. Mkaguzi alijiridhisha kuwa halmashauri ilipa VIM SACCOS shilingi milioni 48,100,000. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati napitia taarifa hizi nimegundua kwamba shauri hili lilipelekwa mahakamani. Sasa sijui kama wahusika walifika mahakamani, lakini baadaye wahusika hao hawaonekani kadiri ya taarifa ilivyoandikwa, majibu ya management, na sasa swala hili wanalipeleka TAKUKURU. Sasa na ukisoma vizuri ukurasa wa 35 yanatajwa hadi majina ya wahusika waliopokea hizo fedha kwenye VIM SACCOS milioni 48,100,000. Mheshimiwa Mwenyekiti, na labda nimkumbushe pia mkuu wa mkoa, mimi baraza lililopita nilikuwa ni mwananchi na nilikuwa nimekaa pale nyuma wakati wewe mkuu wa mkoa ukatoa maelekezo kwenye baraza hili kwamba wahusika wafuatiliwe na fedha hizi zilipwe. Sasa ninaona kama hoja hii leo imenikuta bado mimi ni diwani na bado fedha hazijapatikana, inanipa mashaka kidogo kwamba utekelezaji haujafanyika, na inawezekana hoja hii haitofungwa milele kwa sababu ufuatiliaji wake umekuwa ni changamoto. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nimemuelewa vizuri sana muuliza hoja. Mwaka jana maoni ya kamati ya fedha yalikuwa yamesema hoja hii ifutwe, hii hesabike ni hasara. Mimi nikakataa, nikasema hakuna hela ya hivyo. Hii hela lazima itafutwe, irudishwe kwa mujibu wa taratibu. Na ukisoma maoni ya mkaguzi pale yamesema management ichukue hatua ili kuhakikisha uchunguzi wa watu waliohusika na matumizi mabaya ya fedha za mfuko wa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu wakibainika, basi fedha ihakikishwe kuwa fedha hizo zinarejeshwa. Ukisoma majibu ya management yanaonyesha hatua ambazo zilikuwa zimechukuliwa na hatua ambazo zinaendelea kuchukuliwa as we speak. Kuna hatua nyingine zinaendelea kuchukuliwa, na mimi nilisisitiza mwaka jana kwamba wenzetu wa TAKUKURU wachunguze swala hili. Sasa labda niombe tu kupitia kikao hiki, niwaombe wenzetu wa TAKUKURU, much as haya najua ni mambo ya kisheria, tuwaombe waharakishi uchunguzi wao ili hatua stahiki ziweze kuchukuliwa mapema iwezekanavyo. Fedha hizi zirejee ili vikundi vingine na wananchi wengine waendelee kukopeshwa. Hapa tunapoteza nafasi kwa watu wenye uhitaji na mikopo hii na mitaji hii. Kwa hiyo nikutakeni wenzetu wa TAKUKURU muongeze kasi kwenye kufuatilia ili tufike mahali tupate
majibu na hatua stahiki zichukuliwe tu, fedha irejee kama alivyosema CAG. Lakini zaidi ya hapo nisisitize tu kwenye maneno aliyosema mstahiki meya, much as maoni ya mkaguzi ni haya, hiyo hoja haitakaa ifungwe mpaka maoni haya yamepata nini, suluhu, lazima yapate majibu. Hakuna kitakachokuja tofauti mpaka haya aliyosema mkaguzi yamefanya nini, yametimia. Kwa hiyo hakuna funika kombe mwanaharamu apite, haiwezi kutokea.